katika Ramadhani uwe na uhusiano mzuri na Qur'ani. Hakuna mlango kama mlango wa Qur'ani kumwingilia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema as-siyamu wal Qur'an, saumu na Qur'ani yashfa'ani li sahibihi yawm al-qiyama. Saumu na Qur'ani zinamshufaia rafiki yake, maana yake anaifunga na anayesoma Qur'ani. Saumu itasema rabbi mana'tuhu min at-ta'ami wash-sharabi, nimemkataza kula na kunwa, mpe pepo. Qur'ani itasema ya rabbi mana'tuhu min an-nawmi, mimi nimemkataza kulala huyu, akawa yuanisoma mimi, na mimi nakushufaia ya rabbi mjalie aingie peponi. Qur'ani ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, Qur'ani ndio mwezi wake Ramadhan. Kwa hivyo tukithirishe, na kukithirisha kusoma Qur'ani ni kuwa umebisha mlango wa pepo katika Ramadhani. Katika mlango mikubwa, milango ya peponi ambayo umejaliwa Ramadhani ni mlango wa kusoma Qur'an. Lakini tusome Qur'an pamoja na adab na ta'dhim na kuitukuza, kuanzia namna unavyoshika Qur'ani mpaka Allah akasema la yamassuhu illa al-mutahharun, hata kushika mpaka uwe na tahara ushike Qur'ani. Namna unavyoibeba Qur'ani iwe na adab. Usibebe Qur'ani kama unavyobeba gazeti. Unashika gazeti utembea nalo, na Qur'ani umeshika utembea nao hivyo. Usiweke Qur'ani katika ardhi. Ndiyo ni karatasi, lakini zile karatasi zina maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karatasi ni nyingi lakini zitofautiana kwa thamani. Leo ukishika karatasi ambayo kwamba haina maana utaiweka mfukoni, lakini noti ambayo ina maana utaiweka vizuri, na kila ikiwa ile noti ina maana zaidi, kila utaiangalia bahasha uweke vizuri zaidi. Au ukishika dola na ukishika shilingi 100 ya Kenya zitaweka sawa. Shilingi 100 pengine waweza kunja hivi, lakini dola hizo ikunja. Unashika dola ukakunja hivi. Kwa nini? Si karatasi tu. Mbona msahafu useme ni karatasi tu uweke chini? Kwa kuwa msahafu kwa kuwa ni karatasi haina shida, weka msahafu chini. Lakini karatasi ya dola huwezi kuiweka chini wala kuikunja kwa sababu ina mzungu pale kwenye ile ya Mungu umeshindwa kuitukuza. Haya ya mzungu waweza kuitukuza. Kwa hivyo sisi tutukuza Qur'an na mushaf kabla kuisoma uwe na adab na Qur'an. Nasoma kitabu cha Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala At-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an, namna gani amhimiza mwenye kusoma Qur'ani awe na adabu wakati anaposoma, namna anavokaa, namna anavovaa,